Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, mnajua kwamba amerahisisha sana ufanyaji wa kazi wa mashirika yasiyo ya kiserikali NGO katika kuhakikisha kwamba wananchi wanapata manufaa kutokana na hizo NGO. Na pasipo shaka katika kipindi cha miaka 4 mmetoa mchango mkubwa sana katika kuhakikisha kwamba Monduli inapata maendeleo. Mimi nimekuwa mzoefu kwenye wilaya nyingi. Kiukweli sijaona wilaya ambayo ina NGO zinazogongana na kufanya kazi kubwa kama nyinyi. Naomba mjipigie makofi mengi sana. Hivyo basi, pasipo shaka, hakuna shaka kwamba kazi mnaifanya nzuri, na kiukweli kama siku moja tu inafikia mahali NGO moja inawapa wananchi milioni 150. Sio za mkopo, ni seed money. Na siku nyingine tena milioni 50. Lakini madarasa yale, kwa mfano madarasa pale hapa Dukabovu, Meselani. Madarasa sio yana milioni 100 ngapi yale? Labda 500, labda 700. Lakini pia kwenye kusaidia watu ambao wasiojiweza, mnatoa mchango mkubwa sana, kila mmoja na sehemu yake. Na hivyo basi sisi kama wasaidizi wa Mheshimiwa Rais lazima tuhakikishe kwamba tunawalinda, lakini pia tunawakumbusha wajibu wenu na baadhi ya mambo ambayo tunaona kwamba baadhi yenu wanaenda tofauti. Kwa hiyo kikao hiki lengo lake ni kukumbushana kwamba NGO sio adui wa serikali. NGO itakayokuwa adui wa serikali ambayo inakwenda kupotosha wananchi, hiyo NGO haina nafasi katika Tanzania. Kuna viashiria vinavyoonyesha kwamba baadhi ya NGO zimeanza kuweka taarifa au kupeleka taarifa kwa umma potofu, na hasa kuhusu mradi wa uwekezaji wa magadi soda na miradi mingine ya uwekezaji. Inapotokea NGO inakuja inaeleza na kupotosha juu ya miradi mikubwa kama ile, mjue kabisa kwamba serikali itashughulika na nyinyi. Tuko tayari tukose hizo pesa kama itatokea hizo pesa tena zinatuvuruga. Mimi naomba kwa wale ambao hawapo mpelekee salamu. Nisije nikaja kusikia uwekezaji wote wa nchi hii unafuata taratibu. Hakuna hata uwekezaji mmoja ambao unaweza ukaumiza wananchi wake. Mheshimiwa Rais mmemsikia akizungumza yeye mwenyewe kuhusiana na kuwapenda jamii ya kifugaji. Wewe unapata mamlaka yapi tena kama NGO kwenda kupotosha dhamira njema ya serikali ya awamu ya 6? Na mimi naomba niwaambie kabisa, tumerekebisha baadhi ya utendaji wenu wa kazi. Unapoenda kufanya kazi na wananchi, kabla ya kwenda kufanya kazi na wananchi huko, kama ni elimu, ni lazima afisa maendeleo utoe mtu wako mmoja na ofisi ya DC itatoa mtu mmoja kwenda kuwa na wewe ili utoe elimu ambayo haileti kuvuruga amani yetu. Nasema hivyo kwa sababu inawezekana nyinyi ni wakurugenzi, hamjui wakati mwingine labda wale watu wanatumika. Mkiwatuma kule field, wengine wanaenda kutoa maneno kama hayo. Kwa sisi kama owner wa NGO tuone namna kwamba ni namna ipi tutaweza kusurvive katika mazingira hayo. If you are killing your own baby, it's very bad. Kwa ndugu zangu, mimi niseme kabisa, hatutasita kuchukua hatua tutakapoona kabisa kwamba kuna NGO imeacha misingi yake iliyo inafika mahali inafanya
mambo tofauti na ambavyo wameeleza mwe. Na tutakuwa makini sana. Kwa wakati unatengeneza ratiba yako na bajeti yako ya kwenda kuangalia wananchi kule, ujue uko na halmashauri, uko na mtumishi mmoja kutoka ofisi ya DC. Wiki 2 kama 3 zilizopita ilianza kutoka taarifa kuhusiana na carbon, kuhusiana na mradi wa magadi soda. Sasa nikasema tuanze kwanza kuminyana humu ndani ya NGO, ili tutakapopata ushahidi wa wewe kuongea na wananchi, tutatumia kila aina ya methodology. Tukipata ushahidi kwamba wewe ndio unashiriki NGO yako, tutachukua hatua. Mimi naitwa Ibrahim Melita Laiza, natokea shirika la Sauti Zetu Paralegal Organization hapa Monduli. Nimefurahi na nimeshukuru kupitia kikao hiki leo cha NGO ambacho imefanyika hapa wilayani Monduli. Kwa ujumbe ambayo tumepata kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Monduli ya kusema kwamba kuna baadhi ya NGO ambazo zinatoa elimu ya upotoshaji ndani ya jamii, sisi kama NGO zingine hatupendi. Kwa sababu tunatamani kwamba tufanye kazi yetu kulingana na sheria za nchi, lakini tunajua ya kwamba kazi za NGO ni kusaidia na kuharakisha maendeleo ya jamii na sio kufuruga. Kwa hiyo sisi tulioweza kufanikiwa kuhudhuria kikao hiki na kusikia ujumbe huo, tutakuwa wajumbe wazuri wa kuweza kuwafikisha kwa wenzetu, lakini pia tutazungumza wenyewe kwa wenyewe kuhusu kwamba kama kuna baadhi ya wenzetu wanaofanya hivyo, tutawaelimisha kwamba wanachokifanya si sahihi, na siku ya siku watakuja kututia hatiani kukumbana na sheria zinazoongoza NGO. Kwa majina naitwa Hawa Swale, natoka kwenye NGO inayoitwa The Bandari ya Maendeleo Organization. Tulikuwa na kikao kizuri sana na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ametupa pongezi nyingi, tunashukuru. Ameona kazi zetu tunazozifanya, lakini pia ametuasa kwa mambo 2 matatu ambayo tunaona baadhi ya NGO zetu zinaenda tofauti wenzetu, kwamba wanapingana na ile nguvu ambayo mama anaekeza kwa ajili ya maendeleo ya wilaya yetu ya Monduli. Kwa hiyo kama NGO tunamsupport sana mama mkuu wetu wa wilaya. Tunasema kwamba kazi iendelee, na kama NGO tutasimama pamoja na yeye kwenye kila mradi atakaoanzisha, chochote atakachokisema kwa maendeleo ya wananchi wa Monduli, basi tuko pamoja na yeye. Kwa majina naitwa Thomas Meyan, ni mkurugenzi wa shirika linaloitwa Monduli Juu Orphan Project ambalo linafanya kazi katika wilaya ya Monduli. Kwanza kabisa nichukue nafasi hii kumpongeza sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutambua umuhimu wa NGO katika nchi yetu ya Tanzania. Na malengo ya NGO ni kwamba NGO inaenda na mikakati ya kitaifa, na ndipo inapoibua swala la kuweza kutekeleza ndani ya jamii. Kwa hivyo kuna wenzetu ambao wameenda kinyume, kwa maana ya kwamba amezungumzia habari ya magadi soda, lakini amezungumzia pia habari ya carbon. Katika maeneo haya mawili naelekea kuna watu ambao wao wanashawishi wananchi wasiweze kuwa au kusikiliza serikali inavyotaka. Na kimsingi ametuasa kwamba tusiingie katika hayo. Na kimsingi ni kwamba swala la NGO ni lazima lifikie mahali ambapo inaungana na serikali katika kutekeleza shughuli mbalimbali. Na moja ya vitu ambavyo ni muhimu, ni lazima kila mmoja awe na principle ya kwamba tusishawishike kwa fedha zinazotoka nje kuhakikisha unabadilisha ile uzalendo wako wala utu wako kuufanya kwamba ndio itakuwa unabadilisha kujiuzia katika sehemu kama ile. Kwa hivyo mimi nilikuwa nashauri ndugu zangu NGO kwamba hebu watu wajaribu kurudi na kusimamia sheria za nchi, katiba ya nchi, na kusimamia yale matakwa ya serikali katika utekelezaji wa majukumu yao kila siku. Maana shida inayokuja hapo ni pale unapopoteza uzalendo, unapopoteza utu wako ili wewe uweze kufanikiwa katika utekelezaji wa miradi.